msikilizaji wa A3 FM, karibu kwenye habari. Utakuwa nami msomaji wako Aisha Musa, na kwanza ni muhtasari. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini ili kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi kusimamia utoaji wa fidia kwa waliopisha ujenzi wa barabara mkoani Arusha. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Dennis Londo, amesema wazalishaji na wafanyabiashara ni nguzo muhimu nchini katika maendeleo ya uchumi kutokana na mchango wao katika uzalishaji. Na wakati wa viongozi la nchi tajiri duniani G7 wakitarajiwa leo kuanza kufanya mkutano wa kilele cha mkutano wao nchini Ufaransa, wananchi wameandamana kupinga jambo hilo. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini ili kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Ametoa kauli hiyo mkoani Singida aliposhiriki ibada katika kanisa la Tanzania Assembly of God TAG Kiomboi Christian Center mjini Kiomboi, wilaya Ilamba, mkoani Singida. Amesisitiza kuwa serikali inatambua nafasi muhimu ya taasisi za dini katika malezi ya jamii na kwamba itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayomwezesha taasisi hizo kutekeleza majukumu yao kwa uhuru. Amesema taasisi za dini zinakuwa mshirika muhimu wa serikali katika kujenga maadili mema, kuhimiza uwajibikaji, kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kupambana na vitendo vinavyokinzana na utu. Arusha. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi kusimamia utoaji wa fidia kwa waliopisha ujenzi wa barabara mkoani Arusha. Ametoa maelezo kwamba kazi ya ujenzi wa barabara hiyo ifanyike usiku na mchana, huku akisisitiza uadilifu katika usimamizi na utoaji wa fidia kwa wananchi waliopisha ujenzi wa barabara hiyo. Ametoa kauli hiyo katika ziara yake akiambatana na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala kuhusu kuanza kwa ujenzi wa barabara za kuunganisha uwanja wa ndege KIA na uwanja wa Afcon. Amesema kuna uwekezaji mkubwa uliofanya mkoani humo katika ujenzi wa barabara kuelekea mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika Afcon 2027 Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema wazalishaji na wafanyabiashara ni nguzo muhimu nchini katika maendeleo ya uchumi kutokana na mchango wao katika uzalishaji. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa utambuzi wa kampuni bora 100 za chapa za Afrika, kwamba juhudi zinazofanywa na makundi hayo zinapaswa kutambuliwa ili kuhamasisha utendaji bora. Amesema serikali inatambua mchango wa wafanyabiashara na wazalishaji na njia mojawapo ya kuwapa hamasa ya kuendelea kufanya vizuri zaidi katika shughuli zao za kiuchumi. Amesema mwaka huu ni wa kihistoria kutokana na kupitishwa kwa bajeti itakayoweka msingi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Tehran. Irani imedai kuwa hakuna haja ya kufanya mazungumzo ya amani na Marekani baada ya kushindwa kutekeleza makubaliano ambayo Rais Donald Trump amesisitiza kuwa yangesainiwa leo Jumapili. Matamshi hayo yametolewa na mpatanishi mkuu wa Iran Mohammed Baghir Ghalibafu saa chache baada ya Israel kuyashambulia maeneo ya kundi la Hezbollah lililolenga mkoani na Iran kusini mwa Beirut. Hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati yangesainiwa jana na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ungefunguliwa mara moja. Kwa upande wake, Tehran inasisitiza kwamba makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati lazima yaende sambamba na kukomeshwa kwa mzozo wa Lebanon. Paris.
Wakati viongozi wa kundi la nchi tajiri duniani G7 wakitarajiwa leo kuanza kufanya mkutano wa kilele cha mikutano wao nchini Ufaransa, wananchi wameandamana kupinga jambo hilo. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake wameungana na wenzao wanaopinga ubeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaounga mkono haki za Wapalestina na makundi mengine. Mamlaka ya Uswizi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoa ulinzi kwa mkutano huo kwa siku 3 unaoanza Jumatatu hadi mji wa mapumziko wa Evian-les-Bains nchini Ufaransa. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala mbalimbali yakiwemo Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Na hapo tumefikia mwisho taarifa yetu ya habari. Ulikuwa nami msomaji wako Aisha Musa wa A3 FM.